Upokee Bwana Yesu Kristo awe mwokozi katika maisha yako. Upokee Yesu Kristo awe Bwana na mtetezi wako katika maisha yako. Na ukisha mpokea Yesu Kristo katika maisha yako, haiko utaweza kutafurahia. Biblia imesema ya kwamba ikiwa nyumba itaharibika, misingi itaharibika, wenye haki watasema, kitabu cha Zaburi. Msingi ukiharibika, je, mwenye haki atafanya nini? Ikiwa sisi tulio kama msingi tutaharibika, yule mwenye haki atafanya nini? Lazima tumtafute Mungu. Tumtafute Mungu, tutengeneze msingi. Tumtafute Mungu, tusimamishe kanisa la Bwana. Tumtafute Mungu, kweli Mungu aone ni kwamba tuko pamoja naye. Na ndio unaona kwamba katika jango hili Roho Mungu anazidi kutenda kazi, Roho Mungu anazidi kuonekana zaidi. Na Roho Mungu anazidi kuonekana kwamba corona imeisha. Corona imeshindwa, imeshindikana. Unaona kwamba imebakia kanisa la Mungu, imebakia Roho wa Mungu. Sasa aingie ndani ya corona na aweze kumaliza. Kama msingi utaharibika, ikiwa mmeharibu msingi wa kanisa, msingi umeharibika, ama msingi wa maombi, msingi wa uponyaji ni kanisa, msingi wa uponyaji ni Mungu. Sasa mmemfunga, mmefinyilia kanisa, mnafungua paka mahoteli. Mungu atafurahia namna gani? Na ndio maana katika hii janga Injili nasema kwamba tumtafute Mungu, tumtangulize Mungu katika kila jambo tunafanya. Na Mwenyezi Mungu ataonekana, na tutaweza kuona ushindi, tutaweza kuona baraka, tutaweza kuona amani na mapenzi ya Yesu Kristo. Na Mungu atatenda kwa baraka, Mungu atatenda kwa ushindi. Tafuta Mungu. Chochote ambacho unafanya, tanguliza Mungu. Mahali ambao uko nayo, tanguliza Mungu. Nyumba ambayo uko nayo, tanguliza Mungu. Mtoto ambao uko nao, tanguliza Mungu. Katika pesa zako, tanguliza Mungu. Hii ni Injili inahubiriwa kutoka katika janga. Hii ni jango ambayo tumeishi hapa tukihubiri, tukitangaza Injili ya Bwana. Na tunasema kwamba mtafute Mungu. Biblia inasema kwamba wapumbavu wamesema moyoni mwao kwamba hakuna Mungu. Hao ni wapumbavu tu, hata wafikirii. Mungu yupo. Mungu na atazidi kuwa. Anasema kwamba ni yeye yule na milele, na atakuwepo, na atazidi kuwepo, na atakuwa, na atakuwa, na atakuwa. So huwezi badilisha kazi ya Mungu ukaanza kufanya kazi yako. Tanguliza Mungu kwanza katika maisha yako na mambo itakuwa sawa. Tumeona watu wengi ambao wanakuja kufanya kinyume, lakini Mungu anawamaliza. Nebukadneza Mungu alimmaliza. Farao Mungu alimmaliza, maana alikuwa amefinyilia wana wa Israeli. Imefika wakati Mungu anasema kwamba waachilie kanisa la Bwana liweze kutembea, liweze kuhubiri. Tumtafute Mungu maadamu anapatikana. Na ujumbe huu nakuhimiza wewe ambao utanisikia, wewe ambao utanipata, mahali popote ulipo, tanguliza Mungu kwa kazi zako zote na mambo itakuwa sawa. Je, wewe ambao unaharibu msingi, misingi ikiharibika, wenye haki watasema nini? Himizo langu la leo ni kwamba Jumapili hii ya leo unisikize vizuri. Leo ni siku ya ibada. Wewe uko wapi? Leo ni siku ya ibada, umeenda kwa vilabu. Leo ni siku ya ibada, umeenda kwa usharati. Leo ni siku ya ibada, umekalia vitina. Leo ni siku ya ibada, umekalia masengenyo. Unasema kwamba kanisa limefunga. Mungu anakutazama. Rudia Mungu. Siku ya ibada ni siku ya ibada. Ni siku ambayo nitakao utoe sadaka. Hiyo pesa ambayo unapeleka kwa ulevi, basi siku ya ibada Mungu anakuhukumu. Wewe unadhani watu wanaharibika kwa nini? Watu wanakuwa wazimu, ndoa zinaporomoka, mambo inaharibika, biashara inaharibika. Ni kwa sababu wewe na biashara zako siku ya Sabato au itakasi au utakasi siku ya Sabato. Magonjwa yanakusumbua kwa nini? Hujatakasa mwili wako kwa Mwenyezi Mungu. Hujatakasa siku ya Sabato takatifu. Watu ambao wametakasa siku ya Sabato, leo nawatangazia nikiwa katika janga, takaza siku ya Sabato iwe safi kwako na utabarikiwa na Mungu atakuinua. Neema ya Bwana ikuwe nanyi na mbarikiwe zaidi, na neema ya Bwana ikuwe nanyi. Mungu ailinde sana, Mungu awainue. Thank you very much. God bless you. Asante sana.